Haya, jamii ya rafiki yangu marehemu mwenda zake Rajab Mwondi, wananchi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, abantu bose mirembe handi muli moyo, asanteni. Tumefika na majonzi kusindikiza ndugu yetu, rafiki yetu, kipenzi chetu Rajab Mwondi. Sasa kabla sijaendelea mbele, nimeleta salamu kutoka mmoja ambaye anatoka hapa kwenu, Mheshimiwa George Haniri. Haniri tungekuja na yeye, tulipanga tukuje na yeye, lakini alikuwa asikii vizuri leo asubuhi. Akaniambia nilete salamu zake na risala ya rambirambi, kusema poleni sana. Tunasema pole kwa jamii, manake huyu mzee Rajab Mwondi ni mti kuu ambaye ameanguka. Na Waswahili husema ati mti kuu ukianguka wana wa ndege huyumba. Rajab Mwondi ni mtu muungwana, ni mtu ambaye hana chuki na mtu ambaye anapenda watu, tena mtu ambaye ana msimamo. Akisema ni hii, mtaenda naye pamoja au hamtaenda naye pamoja. Na maneno yake ni machache sana. Nimejua yeye kwa muda mrefu sana. Mmoja ambaye tulikuwa naye hakuweza kufika hapa siku ya leo, rafiki yangu mzee Fred Omido. Fred Omido nilimpigia simu vile vile, na yeye hakuweza kufika, lakini nimesikia ametoa rambirambi kwa njia ya kiruninga. Hawa ni watu ambao walitangulia mambo ya siasa ya kutetea haki ya wafanyikazi, na wamefanya kazi mzuri sana. Chama cha wafanyikazi ilikuwa kwenye mstari ya mbele katika vita ya kwanza ya kupigania uhuru kwa taifa letu. Viongozi wa wafanyikazi wengi ambao walikuwa, wengine wamewekwa jela wakipigania uhuru, wengine wamekuja wakashikilia, wakapeleka hiyo mpaka pale wamefika. Chama cha wafanyikazi kazi yake ni kutetea haki ya wafanyikazi, ili wafanyikazi waweze kupata riziki yao kulingana na jasho lao. Hiyo ndio kazi ya chama cha wafanyikazi, na hiyo imeanza zamani zaidi, wakati kazi ya viwanda na kilimo ya biashara ilianza, na wale ambao walikuwa ni wale matajiri walikuwa wananyonya jasho la wafanyikazi. Hata mpaka kingine Karl Marx alisema wafanyikazi natakana waungane pamoja. Said that workers of the world unite. You have nothing to lose but your chains. Yani wafanyikazi ungani pamoja, hakuna kitu ambacho mnapoteza japokuwa ni ile nyororo yenu. Hapo ndio kazi ya shirika ya wafanyikazi ikaanza wakati huo. Ati ili mweze kuongea na mwajiri na nguvu, mpaka nyinyi mkuje pamoja, muungane pamoja. Hiyo ndio kazi ya chama cha wafanyikazi. Lakini sasa kama chama cha wafanyikazi inaingiana na serikali, hapo kunakuwa na shida. Kuna kwanga inasema pembe tatu, tripartite. Pande hii wafanyikazi, pande hii serikali,
na pande hii ni waajiri, wale ambao wanaajiri watu. Mpaka kila mmoja ako na mstari wake. Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, manake Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya sukari imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Nauli kusafiri imepanda. Stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Tukisimama pamoja kama Wakenya, tutajenga Kenya. Tutajenga Kenya vizuri kabisa. Sisi hatutaki siasa za ubaguzi. Nataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Wengine kila mara wanasema tio Raila na watu wa Azimio wanatafuta msumukati. Msumukati gani? Sisi hatutaki hata robo ya mkati. Hatutaki. Sisi hatujaomba mtu mkati yoyote. Hiyo mkati tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo ambayo mliiba. Si waliiba. Agoi. Agoi wewe kumbuka mwaka jana tarehe 15 ya Agosti. Bwana Chebukati. Si walikuwa watu wa saba. Si walikuwa watu wa saba. Commission. Wanne walisema la. Watatu walisema ndio. Wale wanne ambao walisema la walikuwa ni waenda wazimu. Si walisema yale maneno ya Chebukati ni uongo. Si walisema namna hiyo. Ndio sababu tumesema tunataka ile nyungu 7 ifunguliwe. Ili ijulikane, sio? Sivyo? Kwa hivyo sisi hatutaki nusu mkate ya mtu. Kama ukweli umejulikana, sisi tunasema endeleeni. Hiyo serikali hatutaki. Bwana Atuli, sijui ofisi gani unataka upatie Oparanya. Raila Odinga ni kiongozi ya ODM. Oparanya ni naibu wa kiongozi wa ODM. ODM ni chama kubwa ya taifa ya Kenya. Hiyo ni ofisi ya Atuli. Hiyo ni ofisi. Oparanya yako ni ofisi. Deputy Party Leader of ODM. Hiyo ni ofisi. Party Leader ODM. Kubwa sana. Wabunge chungu mzima ambayo wana tikiti ya ODM. Ma MCS chungu mzima. Governor hapa Vihiga ODM. Senator hapa Vihiga ODM. Governor wa Kakamega ODM. Governor wa Busia ODM. Masiaya Kisumu. Sasa kazi gani unataka tena? Unataka kazi gani? Wache wale wengine wakae kwa serikali na wengine wakae kwa upinzani ili waweze kutetea haki ya wananchi. Kama serikali inafanya mbaya, wanatetea. Mwisho ni mambo ya sukari. Eneo hii yote ni wakulima wa sukari. Na viwanda hizi vya sukari vimekoma zote. Zoya, Mumias, Miwani, Chemelil, Muhoroni, Soni, zote ziko na shida mingi zaidi. Lakini mtu asikuja hapa kuambia kwamba yeye anajua vile anataka kufanyia sisi. Mpaka watu wote washirikiane pamoja. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Hiyo ni mazungumzo ya aina gani? Sasa Kenya hii imekuwa ni yake. Anakuambia wewe toka. Na wewe umezaliwa hapa Kenya hii, ni nchi yako wewe unajua. Mtu anamwambia wewe hama. Uhama uende wapi? Alafu hama sivyo akuleke yeye kwa jela. Yeye ndiye anakushtaki wewe na yeye anafunga wewe. Tayari amesema nitakupeleka wewe jela. 3 atakupeleka kwa Mungu. Anakusema atakuua. Hiyo ni utawala aina gani hiyo? Hiyo ni Kenya gani hiyo? Na hiyo bila nasema juzi tumeona vile vijana wetu wapigwa risasi kwa sababu walikuwa wanafanya maandamano. Kwa hivyo tuko katika hali ya hatari katika nchi hii. Tusipojihadhari, Kenya mtapata mahali ambayo mtu anashikwa namna hii
anatoroka na haonekani. Siri kama utawala ya Papadok kule wa Haiti. Manake kama mtu anaweza kutisha na yeye ana nguvu, anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe uende kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Wanatuli. Mwambie rafiki yako asifanye namna hiyo. Shezi sana. Shezi sana. Sisi kama Kenya tunataka tuongee pamoja kwa amani na kwa upendo. Ama sivyo? Ama msivyo? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Nasema Mola aweke ndugu yetu pale pema peponi. Asanteni sana.